co-in-laws, vile tunaweza kuishi, mother-in-law, daughter-in-law, father-in-law, son-in-law, vile tunaweza kuishi. Na kabla tuingie kwa somo la kitabu cha Hesabu, kitabu cha Numbers, ni chapter ni 12. Ningependa tufunguliwe. Kabla ya kusoma, ningependa kuwaelezea hadithi fulani ilitendeka pale kwetu. Kulikuwa familia moja, walikuwa na watoto wasichana kadhaa na walikuwa na kijana mmoja. Kijana alipata kazi, akaenda kufanya kazi yake. Alikuwa pengine ni askari ama ni army, alikuwa anafanya kazi upande wa mbali, Nairobi ama mbali. Ule kijana alifanya kazi miaka kadhaa, wakasikia nyumbani ya kwamba kijana amegonjeka. Na wakati huo ni wakati wa mwanzo watu walipokuwa wanapata ugonjwa wa ukimwi, hakukuwa na dawa. Kwa hivyo walipokuwa wamegonjeka, wanapimwa, wanapatikana wako HIV positive, wanatumwa nyumbani, wanakuja nyumbani, wanafariki. Kwa hivyo huyo kijana, the only son in this family, akapatikana ako HIV positive na akatumwa nyumbani akuje kupumzika na pengine kukula na kukaa na familia yake, kwa sababu ukimwi haikuwa na kinga na tiba. Tiba. There were no ARVs at the time. So this son, kijana akarudi nyumbani na mama akaangalia, akaona hakuna vile naweza poteza huyu mtoto wangu peke yake wa pekee, a son akifariki, sina wajukuu, wasichana wameolewa. Akaulizia, akasikia kwamba kuna familia fulani. Hiyo familia walikuwa karibu na kwetu, walikuwa na msichana wao mrembo sana. Huyo msichana alikuwa amejifungua akiwa teenager, akiwa pengine ni primary ama ni high school, sikumbuki, lakini alikuwa amefikisha watoto wawili, ako nyumbani. Ani msichana alikuwa mrembo zaidi. Mama akakuja, akafunga safari, akaongea na huyo msichana, akamwambia niko na kijana wangu alikuwa anafanya kazi Nairobi, kwa sasa ako nyumbani na namtafutia bibi. Huyo msichana alikuwa na mtoto mvulana na mtoto msichana. Na msichana kusikia this is the only son in the family, akakubali, akachukuliwa. Na wazazi wa msichana pia wakakubali. Lakini kuna jambo moja ule mama hakusema kwamba kijana wake amegonjeka, ako HIV positive. Ule msichana alienda na watoto wake. Miezi michache, sijui kama ilifikia mwaka, ule kijana alifariki. Na ule msichana akaanza pia kugonjeka. Alipopimwa akapatikana ule msichana ako HIV positive. So kijana amefariki, amezikwa. Wazazi wanaendelea kuzeeka, hawana nguvu. Ule msichana ako na watoto analea. Alipogonjeka zaidi, wale wazazi wa kijana hawangemlea, wakamleta kwao. Ule msichana akakuja kwao. Alipokuja kwao amegonjeka zaidi. Wakati huo kulikuwa na ile stigma sana ya HIV. Vile alirudishwa kwao, akajengewa, akatengwa mahali hivi kando kwa kanyumba tu fulani hivi. Vyombo zake ziko pale, hakuna mtu angeweza kumgusa. Siku chache, pengine miezi hivi, na yeye alifariki. Ule msichana alipofariki, alizikwa kwao. Wale watoto, ile familia ya mvulana walianza kuclaim wale watoto. Lakini ningependa kusema kwamba watoto walienda na wakasoma. Grandparents, wazazi wa msichana walikuwa ni wazazi, walikuwa wakazi, walikuwa wameretire, lakini wako na mali kidogo. Wakaweza kuelimisha wale watoto. Ule kijana vile nasikia saa hii yako sawa, ako na familia, anafanya kazi, lakini ule mtoto msichana maisha yake haikuendelea vizuri. Na yeye pia alienda akaolewa tu vile mamake alikuwa ameolewa. Nakumbuka wakati wa mazishi ya huyo msichana, mzee mmoja alisimama akauliza, wewe kama mzazi ukijua ya kwamba ng'ombe wako amegonjeka, kwa nini uuzie mtu ile nyama ya ule ng'ombe mwenye amegonjeka na ule mtu akule hiyo nyama na afariki? Pengine wewe hujafanya hivyo kama mzazi, lakini ni mara ngapi huwa tuko na mtoto wetu, mtoto mvulana example,
na huyo mtoto unajua si mtoto straight, unajua ni mtoto anatumia madawa, anakunywa pombe, ni mtoto wa vita, na unamtafutia msichana wa mwenyewe kwa sababu ule msichana alipata mtoto akiwa mdogo, na unamleta na unasema huyu msichana yeye atasaidia kijana wangu aingie kwa Kristo, na wewe hujaweza kufanya hivyo. Na ule msichana akikwambia complaints ya kwamba ule mtoto wako mvulana anampiga, unamwambia ni wewe, fitina ni wewe, hiyo mdomo wewe, ukate mdomo, wewe ndio unafanya kijana wangu akupige. Pengine ungekuwa unaomba zaidi, huyo kijana yangu angekuwa sahihi, ako sawa. Wewe umepiga makelele, umemfanya akue hivyo. Swali niliuliza, na niliuliza last week, sijui ni Thursday ama ni siku gani ama ni Monday. Niliuliza, huyo msichana angekuwa wako, ungekubali aolewe na huyo mvulana ako hivyo? Yale your daughter in law, ule msichana ameolewa na kijana yako, yale anapitia, na wewe unashinda ukimwambia omba, vumilia. Kama ni mtoto wako, ungemwambia avumilie ama ungemtoa haraka sana? Mara mingi sisi kama wazazi tunaona watoto wa wenyewe, tunaona ni kama they are not of value, hawana maana kama watoto wetu. Lakini leo Mungu anatuita sisi kama Wakristo tuangalie watoto wa wenyewe na wazazi wa wenyewe, tujue ni binadamu wenye wamependwa na Yesu, na amekufa kwa sababu yao, na amemwaga damu yake msalabani kuokoa kila mtu. Na vile ule wako anakufanya usikie uchungu, hata ule wa mwenyewe ndiye anamfanya asikie uchungu. Kwa hivyo tusomewe Numbers chapter 12. Utaendelea tu kusoma hadi kwenye nitakwambia uweke tamati. Nani atatusomea kwa Kiswahili? Yangu ni ya Kizungu, ningependa tusomewe kwa Kiswahili. Numbers chapter 12. Mpatie Mike aweze kutusomea. Utaendelea kufuata, na wewe ujizoesha kufungua Biblia pia, waangalie ndio tusome. Hilo somo kuna mambo mazito tutaweza kuchukua kutoka kwa hilo somo letu la leo. Hesabu 12 mstari wa ngapi? Anzia mstari wa kwanza uendelee tu hadi nikwambie uweke tamati. Asante. Kisha Miriamu na Aruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafula na Musa na Haruni na Miriamu na kuambia, tokeni nje nyinyi watatu, mwende hemani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriamu, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi wazi wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi amukuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema, na tazama, Miriamu akawa mwenye ukoma mweupe kama theluji. Haruni akamwangalia Miriamu, na tazama, yu mwenye ukoma. Kisha Haruni akamwambia Musa, Bwana wangu, nakusihi sana, usituwekee dhambi juu yetu, kwa kuwa tumefanya ya upumbavu na kufanya dhambi. Nakusihi asiwe kama mmoja aliyekufa, ambaye nyama ya mwili wake nusu imelika hapo atokapo tumbo la mama yake. Musa akamulilia akasema, mpoze Bwana, Mungu, nakusihi sana. Bwana akamwambia Musa, je, kama baba yake angalimtemea mate usoni tu,
hangaliona aibu muda wa siku 7? Na afungwe nje ya kambi muda wa siku 7. Kisha baada ya hayo ataletwa ndani tena. Basi Miriamu alifungwa nje ya kambi muda wa siku 7, wala watu hawakusafiri hata Miriamu alipoletwa ndani tena. Baada ya hayo watu wakasafiri kutoka Serothi, wakapanga kambi kati ya nyika ya Parani. Asante sana msomaji. Hayo ni maneno magumu, mazito zaidi. Minta mangana ina makongumono. Ebinto ogokorera abana banyomire gocha chinse itochi kamati bintu togokora abangina bagake bintu togokora aina mangana marito. Bono tunyare kunyarigiriria mangana ayo. Miriamu na Aroni walisema vibaya juu ya bibi ya Musa. Alikuwa amefanya nini? Nki abakorerete. Ile shida, tatizo peke yake kwao alikuwa nayo, alikuwa Mkushi. Mara mange ekero montanyo mirigo cha seitoro mukabira. Ngakitogo teba di kabirelio umukabirelio. Huwa tunaotenda maovu kwa sababu mtu ni kabila ingine ameolewa kwetu kwa familia yetu. Wakaongea vibaya juu ya Musa na bibi yake kwa sababu alikuwa ameoa bibi Mkushi. Na Biblia inasema kwamba Musa alikuwa mpole sana. Na Musa alikuwa ndio firstborn son kwa hiyo familia. Aba muraba tangi mbakwanererero. Firstborn sons iko shida kwa familia nyingi. Bibi unaoa bibi anakuwa ni kama bibi wa familia. Na anakuwa ni bibi wa community. Na anateseka. Na wewe unasimama kando unasema, ama ngana mubwate na tata na mame murebange. Na wewe ndio umemuleta kwa familia yetu. Upole hautakusaidia. Wewe unafunika, unaprotect bibi yako. In many families, firstborn sons, anaoa, mke anateswa, mke anafukuzwa, na kila mtu anaona kwamba ni mke wake. Tuheshimu wale wameolewa kwa familia zetu. Wewe firstborn son, tafadhali ufunike bibi yako. Wewe na bibi yako mko kitu kimoja. You are one. You cannot ask kama bibi yangu na mamangu wako na shida mimi nichukue side gani. The day ulisema I do, ulichukua side ya bibi yako, ulichukua side ya bibi yako, upande wa bibi yako. Hata kama bibi yako ni Al-Shabaab, lazima umfunike, umprotect to other people. Mkiingia kwa bedroom yenu mulipuane, basi pale mtalipuana, lakini kule nje lazima usimame wima uweze kuprotect your wife from your family, because you and your wife, you are one thing. Na Biblia inasema Bwana alichukizwa sana. God was very angry. Na Miriamu akapata ukoma. She got leprosy. Na unajiuliza, Miriamu na Aroni ndio walitenda makosa, lakini Miriamu ndiye alipata leprosy kwa sababu chikamati, sister-in-laws, wale tuko nyumbani tumesumbua mabibi wa ndugu zetu. Na wazazi hawawezi simama kwa ukweli, kwa uaminifu, waseme ya kwamba hapa ni kwake, ameolewa, wewe mwenyewe ndio utajipanga. Kwa nini tunafanya hivyo? Miriam got leprosy, akapata ukoma kwa sababu ya hilo jambo alisema. Iko mtu mwingine mwanaume alisema pale mtandaoni Facebook, alisema niko na furaha sana kuwa mwanaume kwa sababu nikikataa kupatia familia yangu pesa wana blame my wife. Alisema hivi, it is so good to be a man because when I don't give money to my family, my wife is blamed. Inde buya sana kobomo sacha. Ekerenta iko abami ntochi bese mukano kubekura magoso. Na bibi akisaidia kwao wazazi wananishukuru. Bibi yangu akisaidia kwa akitumia wazazi pesa wananishukuru. Wanasema kijana yetu, asante sana umetusaidia. Kwa hivyo alisema mimi niko na starehe, nimefurahi sana kuwa mwanaume. Na leo asubuhi
Na leo asubuhi nikiongea na mtoto wangu mvulana, nikimwambia kwamba nilikuwa naenda kuongea na wamama, aliniambia wacha ninywe maji nikishukuru Bwana kwa sababu mimi si mwanamke. Kamuuliza unasema hivyo kwa nini? Akasema kwa sababu wanawake mnapitia changamoto mingi sana, especially katika hii continent yetu ya Afrika na kwa Wakisii. Akaendelea kunielezea mambo mengi yale ameona. Akasema mimi nashukuru Mungu mimi si mwanamke, lakini naweza sema mimi nashukuru Mungu kwa sababu mimi ni mwanamke. I thank God that I'm a woman. Na kwa hivyo kile nilikuwa nasema ni ukiwa mwanamume we ni mpole. Upole wako hautasaidia familia yako. Ni vizuri ukuwe mpole, lakini pia unasimama wima kwa uaminifu na unaweza kufunika familia yako. Na Miriam akapata leprosy, ukoma. Na ukoma ulikuwa ni ugonjwa unaitwa unclean. Ukipata ukoma unatengwa, unawekwa kando. Na nilisema ya kwamba Miriam na Aaron walitenda makosa, lakini Miriam ndiye alipata leprosy. Kwa sababu mara mingi sister-in-laws, they are the biggest headache kwa wives of their brothers. Miriam akatengwa nje siku 7, nje, outside. For 7 days alitengwa nje. Na ukiendelea kusoma, Biblia inasema ya kwamba afterward, the people set foot. After Miriam alipona, ndio waliweza kuendelea na safari yao. Lakini siku 7, Miriam amepata ukoma, ametengwa kando, na Waisraeli safari yao ilikwama for 7 days. Kwa sababu ya lile tendo Miriamu na Aroni walitenda juu ya Musa na bibi yake. Swali ningependa kuuliza leo, inawezekana ya kwamba familia zetu hatuna mibaraka, tumefungia mibaraka kwa sababu ya yale maovu tunatendea in-laws? Inaweza kuwa nenyarekane gose abana bao basinyiru gukore skuru esengencho gokorera kamati ya ebitina. Nenyarekane gose abana bao amasese nimbabwati esengencho mukamo muro nero gambete nero tachiretense nero konya gokorera ebitina. Nenyarekane gose esengencho mukamo muromino omugako yakwete bono ngagotagete omutware omanye gokonya abana baye naye no mugaka bwe kanisa. Yani ngotatware ti mukamo muromino tigetu omuboraka nayo okonya konyemele ya gochimwaye kwanya gosensera go gochimwaye konya komokongwantero murango botuko kwa motebyo tanyigorereti bana abatindi ko bakonya. Nenyarekane gose abao bachi kogende skuru masomo mbali koiwa bachi kogende baseriri anki nankiende bali bamo muromino batige tuchintakana bagenderete gosoma ryoka nande bago kogende skuru nonye ni gitabu to kubagorera ngaba kutware ngina ubutari boso kwa banene sana. Biblia inasema ya kwamba Miriamu alifungiwa nje siku 7 because of yale maneno walisema, waliongea. Kwa sababu Musa alioa Mkushi na pengine ni ngozi yake tu ilikuwa tofauti. Wengi wetu ukiona ndugu yako ama mtoto wako ameoa, unataka uweke ule bibi yake ratili, umupime, useme ni mweusi, amekonda, amenona, miguu iko aje, kichwa na nini, asifu wewe uko perfect. Na ule kijana mvulana wako ndiye amemchagua. Could that be? Wengine tuko na watoto wasichana, akienda kuolewa, kila mahali wewe unaangalia unasema pale msichana wangu hawezi ishi, pale hakuna mtu. Iko mzee mmoja alisema wakati alikuwa anaenda kuoa bibi yake, alienda kwa bibi yake kwa baba mkwe. Sasa baba mkwe asking for the hand in marriage, akiuliza aoe ule msichana wake, akaulizwa, wacha niongea kwa Kikisi, tata yenga iseino, agateba na segete igali bantu mbaroboli nseli tebwati bantu. Yani pale hakuna watu. We unaangalia tu unaona mtoto wako pale hakuna watu. Asifu wengine ni wanyama, wewe ndiyo mtu. Ningependa sisi wote tuangalie maisha yetu. Tuangalie ile treatment tunapatia wale wameolewa kwetu, ama wale wameoa kwetu, ama wale wazazi kule tumeolewa. How do we treat our parent-in-laws? Baba mkwe, mama mkwe. Iko hadithi nyingine
mzee mmoja pia alisema, aliambia bibi yake, ni kijana hivi walikuwa town, akaambia bibi yake, ningependa ufanye shopping. I think umeona hii story mahali. Alimwambia ningependa uende supermarket ufanye shopping, pesa ndio hii, tunaenda kuona mama. Tunaenda kuona mama. So bibi akachukua pesa akaenda supermarket, yeye amesikia kwenda kuona mama, akajua wanaenda kuona mama ya nani? Mama ya kijana. Kwa hivyo mama ya bwanake. Kwa hivyo akaenda supermarket. Si unajua wamama vile kama unanunulia unafanyia shopping mama mkwe, si unajua vile tunafanya, na wakati unafanyia mamako si unajua tunaifanya tofauti. Pesa alikuwa amepatia wa kutosha, akaingia supermarket, mama mkwe anamchukulia sukari 1/2 kilo, sabuni anachukua pengine kipande moja, akafanya shopping. Bwanake alikuwa anataka kumtest, akafanya shopping, wakamaliza, wakaingia gari. Anaona wana drive, wanaenda, hawaendi kwa bwana kwenye ameolewa, wanaenda kwao. Akamuuliza, mzee wangu, kwani tunaenda wapi? Mzee akamwambia, nilikuambia ufanye shopping, tunaenda kuona mama. Akasema, mama, si uliniambia mama? Akasema, si tunaenda kuona mama. Akasema, mimi nilifikiria tunaenda kuona mama yako. Akasema, mimi nilikuoa tukakuwa kitu kimoja, mama yako ni mama yangu. Akasema, lakini kwenda kwa mama hatujafanya shopping. Kuna wenye hawajashika network, kuna wenye hawajashika. Akasema, hatujafanya shopping, turudi kidogo, hatuwezi enda kuona mama hivi, hatujafanya shopping. Akasema, nilikupatia pesa, na hata si pesa, alimpatia card, kwa hivyo una swipe. Alimwambia, nilikupatia card, nikakutuma supermarket, nikakwambia uende ufanye shopping, ufanyie mama shopping. Tena shopping gani unasema hujafanya? Akasema, mimi nilifanya shopping kwa sababu nilijua tunaenda kwa mamako, ndio nikafanya shopping ya kupelekea mamako. Sikufanya shopping ya kupelekea mamangu. Najua hii tunacheka, lakini hata mimi wacha nitubu dhambi leo. Mimi ningekuwa ule mama, kwa kusema tu ukweli. Tuseme tu ukweli. Let us just say the truth. Inakaa strange, lakini ukijifikiria sasa, ule mama mtu yeye si mama. Mama ni mamako, si ndio? Ile shopping vile unaifanya ni tofauti. Do you shop equally? Unafanya shopping equally ama ya mamako inakuwa tofauti? Tujifikirie sana na tuweze kutubu dhambi. Mungu atusamee, kwa sababu hata mimi nikifikiria nikifanya hivyo, miaka chache iko mbele kijana yangu ataoa, na mimi nitafanyiwa shopping vile vile. Unajua malipo ni hapa duniani. Una nini? You harvest, you reap what you sow. Utavuna unachopanda. Siwezi vuna tofauti, ile napandia mama mkwe na mimi hiyo ndio navuna. Tufikirie sana. Kuna mambo ningependa tujifunze, mambo kama 10 hivi, yale maovu, wacha niseme maovu, yale tunafanya hayafai, tunafanyia in-laws. Baba mkwe, mama mkwe, mwenye ule mtoto mwenye ameolewa na kijana na msichana, kuna mambo fulani mimi nimeangalia kwa ile kazi mimi hufanya, nimeangalia na nimeyasikia, ningependa tujifunze sisi pamoja. Ya kwanza ni ile nilisema, wazazi kuchukulia mtoto wao msichana, mke. Wazazi wanachukulia mtoto wao mke na wanajua huyu ni msichana mzuri, lakini kijana unajua njia zake si sawa na bado unamchukulia msichana. Na utaniuliza nifanye nini? Ndoa ni ya watu wazima. Kijana yako hata kama ako na miaka 48 na hajawahi fanya shopping na hana kazi, huyo kijana, yani haimaanishi ako na kazi ya ofisi, lakini hana kitu tabwatie bisabwa, yani hana kitu ya kufanya na mikono yake, hana njia ya kulisha familia. Wewe ndio unamulisha, wewe ndio unampikia, huyo bado ni mtoto. Usikubali kumletea msichana wa wenyewe. Wengine hata hawezi simama kwa barabara ongea na msichana. Wewe ndio unaongea na msichana, unasema huyu ni kijana mzuri, vile tumemulea, hautapata shida yoyote, nyumba ndio hii, shamba ndio hii. Anaolewa na shamba ama anaolewa na bwana, na mwanaume. Kwa hivyo tuangalie sana, tupatie watoto wetu ruhusa, freedom, wapendane.
na aoe ule mtu anapenda. Vijana wengi wameletewa bibi, wameacha kwa nyumba, wameenda kwa barabara kutafuta mwingine, kwa sababu ule alikuwa ni the parents idea, wazazi ndio walimleta. Kwa hivyo tupatie watoto wetu ruhusa wao wenyewe wachague. Kitu tunaweza fanya kama wazazi ni kuwa guide. We give them guidance, tunawa guide. Lakini lazima umwache afanye uchaguzi wake, ndiye asiweze kukublame. Number 2, tukiona sana sana wale wasichana wameolewa na vijana wetu, anafanya, tunaona ni kama anafanya makosa, kasi yetu ni kumsengenya. Hata iko wa mama wengine sana sana, si wa baba, wa mama sana sana, unapata mama anasema ule msichana amekuja anamaliza pesa ya kijana yangu. Kwani unataka nani amalize pesa ya kijana yako? Who do you want to eat your son's money? Si bibi yake ndiye akule hiyo pesa amalize kabisa, na watafute ingine anyway. Kwa hivyo unasema kijana yangu hataalishwi vizuri, lazima nipike chakula, nitume chakula sahani moja. Kama ulimulea na ukamulisha vizuri, si sasa miaka yako imeisha uache tu alishwe hata kama ni spaghetti? Anyway, sisemi alishwe spaghetti, lakini nasema ile chakula analishwa, wewe pengine unaweza wapatia advice, lakini huwezi kuwa wewe ndio unapikia your son na ameoa, na ufunze mvulana wako, kijana wako mfunze vizuri, hata yeye angalie ule msichana wa kuoa ni msichana wa aina gani. Ni msichana anapika, analisha familia, ama ni msichana tu ovyo ovyo. Kwa hivyo hiyo ni kazi ya kijana yako, sio kazi yako. Wewe ulifanya kazi yako. Jambo lingine ningependa kusema ni sisi kama wale tumeolewa, uwe ni male or female, how do you treat your parents-in-laws? Wale baba mkwe, mama mkwe, wao unawaona kama si wazazi. Are you treating them the same way una treat wazazi wako? Kuna mama mwingine najua alikuwa ameolewa mahali fulani na alikuwa anafanya kazi mahali fulani. So akaambiwa, mama mkwe anazeeka, so akaambiwa ungechukua transfer. Alikuwa mwalimu, akaambiwa chukua transfer uende nyumbani. Bwana alikuwa amepoteza kazi, kwa hivyo akaambiwa chukua transfer uende nyumbani. Mama mkwe nguvu inamuishia, walikuwa na shamba kubwa, uweze kulima shamba na uweze kutunza shamba. Huyo mama alisema hivi, ile siku nitarudi nyumbani ni wakati mama mkwe amefariki. Mama mkwe akiwa kwa kaburi, ile ndiyo siku nitarudi. Siwezi rudi kama ako hai. Kama unaombea mama mkwe afariki, omba sana, omba. Very soon wewe mwenyewe utakuwa mama mkwe na utaombewa pia ukufe. Kama ukifikiria hivyo, na hiyo ni sawa. Na wengine wanapenda kuita mama mkwe mchawi. Unasema huyu ni mchawi. Mwingine aliniambia watoto hawawezi enda kwa mama mkwe kwa sababu ni mchawi. Na si mchawi, alilea bwanako. Si alimlea? Na wewe sasa unaishi na mtoto wa mchawi. Si alikula hiyo uchawi ndio maana akakuoa? Si utume watoto waende wakule uchawi ya nyanya yao basi. Mimi nasema tu, lakini kama wewe si mchawi, unajuaje ni mchawi by the way? Na kama akiwa mchawi, si watoto wako wako na damu ya uchawi? Si ndio? Si warudi kwao basi na hiyo uchawi, ama uwaombee for deliverance. Mimi siamini sana mambo ya uchawi, lakini huwa mama wengi wanasema hivyo kwa sababu hutaki watoto watembelee watu wao. Na shinda ukisema ni mchawi. Pengine na wewe ni mchawi, mlikutana mkiroga. Lakini kama mchawi alilea mtoto na akaweza kukuconvince akakuoa, basi aende alee nao pia na hiyo uchawi yake, si ndio? Jambo lingine ningependa kusema ni wengi wetu, especially wazazi, tukiwa na firstborn son akioa, kijana wa kwanza kifungua mimba. Imagine ameoa hivi, alafu unatuma watoto wako waende kukaa na ndugu yao mwenye ameoa, ako na new wife. Hata kwa Biblia iko heshima fulani mtu amepatiwa akishaoa. Hata akiwa ni soja, tuseme wa army, akishaoa anapatiwa muda fulani. Hata Biblia inasema akae na bibi yake, afurahishe bibi yake. Lakini wewe hata honeymoon unaishi, unatuma watoto chungu mzima waende walelewe na ndugu yao. Sasa
huyo mtoto wako, watoto wako watakupatia aje wajukuu na hawana hata nafasi ya kupumua. Aitoko knowledge rende onyembali konyara koyana abachukuru ngakiura nyore. Wacha after 2 years nga ule bibi ameolewa, kazi yake ni kukula tu, akonya koragera bane ligecha bwangire ko nga abachukuru bono nyembali konyara koyana botuko ngakibago kwa abachukuru gake enyombe ya kaine ichire na intu twara tumia common magekere gake tumia common magekere umanye yani ribagalio koyana ndio sincerely bachukuru tokonyora. Kwa hivyo kama kijana yako ameoa, pale ni kwake, watoto ni wako. Hukumzalia watoto akuje kukulelea, wewe lea watoto wako, hata akae na bibi yake, afurahishe bibi yake, wafurahishane. Kama unahitaji usaidizi uongee, waone vile watakusaidia. Lakini haiwezi kuwa ya kwamba akishaoa ule bibi yake ndiye anakuwa mzazi wa watoto wako. Watoto ni wako. Jambo lingine ningependa kusema ni wazazi wengi ulilea watoto wako ndio wamekuwa watu wazima. Sasa na wajukuu pia unataka wajukuu pia wakuwe ni project yako. Wewe ndio unataka kulea wale wajukuu. Nayo wekora kimanyimogosoro. Unataka kumwambia abachikura abane wono njira nere ntagiteba kine, ntagiteba some skuru gete. It's none of your business. Si wewe ulilea watoto wako, ukawapatia vile uliwapatia, ukawalea vizuri. Ukilea watoto wako vizuri, wajukuu wako wakikutembelea wewe unawaspoil. Wewe ni ule grandmother ama grandfather, unawapeleka pale, mnacheza na wao, lakini kazi ya kulea wajukuu ni kazi ya watoto wako. Usikwe unainterfere. Wengine hata unapata ni mama mtoto na anaambiwa abana baito. Abana baito, bana batali baseno. Abana baito. Hakuna mtu amekataa, watoto ni wako. Lakini ujue watoto wako na wazazi wao wa kuwalea. Na ndonyo wakine tu mwana munyanganyangu utamaiti kukinia abana sabo kwabera. Ini goro lyao. Bono turi guchaka kuingilia sawa bachukuru na ande naye wakiniti umwana munyanganyangu kere kwa bwate libaga. Jambo lingine ningependa kusema ni watoto wakiwa kama wameoana na wako na shida, wako na marital problems. Mzazi unajifanya wewe ndiye counselor, unataka kuketi chini uongee marital differences ya watoto wako. Wacha nikwambie hivi leo. Mimi nimezaa vijana 3. Na watoto wangu mimi nikiwaangalia, kwangu mimi kama mama naona kama wako perfect. Najua hawajakamilika. Lakini vile mimi nawaona kwa sababu mimi ni mama yao, nimewabeba tumboni miezi 9, nimewanyonyesha, nimewalea. Mimi nikiangalia watoto wangu wakiwa na pengine wakiwa na differences na tofauti na mtu mwingine, mimi mind yangu, akili yangu, hata kama nikiwa Mkristo, inaenda kusema mtoto wangu amekosewa. Hivyo ndio mzazi huwa anafikiria. Mtoto wangu amekosewa. Mtoto wangu ni kama hujui kumhandle. Kwa hivyo mimi kitu najua, ile siku watoto wangu wataoa, hakuna siku Mungu anisaidie nitaketi chini kusolve case between my son and the wife. Because mimi najua ule msichana sijui kwenye ametoka, watoto wangu mimi nawajua. Kwa hivyo sana sana goikeki ine kindale lyo musubati hoyi. Si ndio? Goikanda lyo musubati ye kinekyo. Na nimwambia ombea kijana yangu. Kwa hivyo kwa sababu najua mimi ni binadamu naweza fanya hivyo, mimi nitawaambia watafute abasemi, watafute counselors, watafute mtu mwingine aweze kuwasaidia. Kwa sababu kuna wazazi wengi wameketi chini kuongea hizo tofauti za watoto wao na wameambia watoto wao wenyewe wakae, unamwambia we omba, we akifanya ufanye hivi na watoto wao wenyewe wameuawa. Kuna ndugu yangu fulani, sio ndugu yangu tumezaliwa nyumba moja, lakini ni ndugu, cousin, ndugu yangu, alikuwa na bibi na akamtandika, akamchapa. Bibi akaenda nyumbani kuongea na mama ya kijana, mama mkwe, akimwambia mimi kijana yako naona maisha imekuwa ngumu, alinipiga. Ule mama mkwe alimwambia aje? Alimwambia alikupiga mara ngapi? Yule msichana akasema slaps 3 hivi. Akamwambia uko na bahati sana, slap 3 peke yake. Unajua mimi akiwa kama baba yake, we uko na shida. Niangalie hapa meno, hii meno yote nilipigwa na babake nikangolewa. Niangalie hapa mgongo, nilivunjwa mgongo. Niangalie hapa hizi marks, baba yake ameniwekea.
Kwa hivyo wewe naona uko vibaya sana, ni slap 3 tu. Sasa hawezi akuambia kijana yake yale unatenda ni maovu. Na yule kijana alifunzwa na baba, kwa sababu baba alikuwa anapiga mama. That is why nakuambia yale maneno unayapitia kwako na unanyamaza na hautatui hayo maneno. Ama wewe kama ni baba unaendelea kupiga bibi yako, you are teaching your sons to kill their wives. Wewe umepiga bibi yako, ataua bibi yake. And you are teaching your daughter kuuawa. You are teaching your daughter to keep quiet. So we need to rethink. Kwa hivyo ule msichana sasa alipokuwa ananiambia hayo, nikamwambia ule baba mkwe alikuwa amefariki, nikamwambia mama mkwe hawezi kukusaidia. Kwa sababu kama hiyo ndiye anakuambia hawezi kukusaidia. Kamwambia wewe tafuta ushauri, uketi chini muongee, uone kama hayo maneno yatatatuliwa ama utajitenga, kwa sababu kama hayo maneno yatatatuliwa utauawa. Na si vizuri, kwa sababu inaanza hivyo na slap. Inaanza hivyo kukemewa, slap, nini, mwishowe mtu anaua. I think tumezika wengi, na tusiendelee kuzika watoto wa watu kwa sababu ya yale maovu tunawatendea. Jambo lingine ningependa kusema, nimeona huwa tunafanya sisi kama jamii, ni msichana anaolewa kwa familia yetu, especially firstborn son. Mimi nimeolewa na firstborn son. So anaolewa kwa familia kama firstborn, kwa firstborn son. Unamwambia sasa yale majukumu yako kwa hii familia ni yako. Hao watoto vile unaona ni wako. Hii familia vile iko, wewe ndio utapanga, utawasomesha. Surely, is that fair? Hiyo ni vizuri kweli? Hao si watoto wake, hiyo si familia yake. Na kitu ikienda mrama, mambo yakisambaratika, unamwambia wewe kama ungekuwa strong kwa hii familia ingesimama. Na wewe kama mzazi, na wewe ndio ulizao watoto, kama ungekuwa strong hiyo familia singesimama. Kwa hivyo tuheshimiane na tuweze kuelewa ya kwamba huyo pia ni mtoto, na ni mtoto wa mwenyewe. Ndio mwishowe tunaweza kumfanyia mentorship ya kuchukua leadership, lakini hatuwezi kumwekea mzigo. Hajaolewa to the family, they are not a wife of the family. Na saa zingine ma firstborn sons vile tumesema, wakiwa na wanyanganyangwa. Akioa bibi ndio unatwika mzigo wote. Namwambia sasa buna wachiro mochi na bole hivyo, bona aye bango mochi, ngakiara bango mochi aye wasinye tuko banga. Is that fair? Onge abantu muna no mochi yako banga, omoirio y'abana banyene bamusinya. Kubwatekane kwa mutigirete ebibago byo byonsi pi. Ebibago byo byonsi pi nero kurangiruchi kugaya na mangane yebibago. Wewe kama umeolewa familia kama hivyo, your first responsibility, jukumu lako la kwanza ni watoto wako. Wale wenye ulipata kule toko manyanga kibasi megetwe. Na boko bagaidi lakini oitari mosigo tumanyetinga kibasi megetwe. Karare raba igaba kwanza bali bande toko manyanga ngaki na temna basi megetwe. Jambo lingine ningependa kusema ni ya kwamba sisi kama wazazi, na pengine uko na mtoto msichana na amesoma na anaenda kuolewa, huwa tunawaambia, saa zingine tunawakalisha chini, unawaambia ni sisi tumekusomesha kule kwenye umeolewa, pesa zako zote unatuma nyumbani, unarudisha nyumbani. Sasa msichana wako ameolewa na hawezi kucontribute, bwanake ndiye anabeba mzigo wote. Kitu chochote anapata anatuma nyumbani, kitu chochote anapata pesa anatuma nyumbani, na anasema wazazi ndio walinisomesha kwa hivyo anatuma nyumbani. Mimi sikatai wazazi wasisaidiwe, hata mimi nimesaidia mamangu sana na ninaendelea kumsaidia, lakini hakuna siku kusaidia mamangu inaweza kuja katikati na my responsibility to my family. Wacha niweke hivi, jukumu yangu ya kwanza kwa upande wa fedha ni watoto wangu na bwana yangu. Alafu nikipata kitu, na mara mingi Mungu amenisaidia, naweza kutunza mamangu. Lakini siwezi kupata kila kitu na patia mamangu, na hapa watoto wangu na mzee wangu mimi si contribute. So mzee wangu hawezi kuwa yeye ndiye amebeba mzigo wote, kwa sababu mimi pesa ninatuma nyumbani kwa mamangu. Kwa hivyo wazazi tufikirie, wakati msichana wako anaolewa,
Yale maneno tunatenda na tunasema. Na wengine wanasema ule mwenye ataoa msichana wangu lazima anijengee nyumba, lazima aniletee stima, lazima anifanyie hivi na anifanyie vile. Ndugu yangu alipata msichana mmoja mwenye alikuwa amependa. Ule msichana akamwambia, mimi nitaolewa na wewe, lakini kitu utafanya, utajengea wazazi wangu nyumba permanent na uwaletee stima na uwanunulie tanks. Kwa sababu mimi ndio nimekuwa nikisaidia wazazi wangu. Na ule msichana hata hana kazi, hata hajamaliza shule. Na anaambia ndugu yangu ajenge nyumba permanent na aweze kuwawekea stima kabla ya kumuoa. Huyo sasa kweli hata utakutana naye mara ya pili? Nilimwambia achana naye, delete, block, na ukimpata kwa barabara tembea kama humjui. Enda ukiendanga. Huyo ni mtu wa kukuexploit. Sasa unafikiria unatafuta husband ama unatafuta husband? Ni husband ama ni husband? Unatafuta husband, enda kwa bank tafadhali. Uwezi sasa unamuexploit. Yeye ametoa pesa wapi ajengee wazazi wako nyumba na wewe hujaipata? Kwani ereneke waro, ereneke ragita? Hakuna mtu ni tractor. Nobody is a tractor. Kila mtu ni binadamu. Si kila mtu anatumia damu. Sasa kwenye unataka atoe pesa ajengee wazazi wako nyumba, toa hiyo pesa hapo. Jenga nyumba kwanza, ndio uolewe uende kusaidiana kujenga kule. Kuna wazazi wengine, the moment kijana ameoa msichana, hana amani. Wanashinda wakimpigia simu, wakimuitisha pesa. Kwa Kiingereza huwa tunasema in-law, son-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, father-in-law. Kwa sababu hii uhusiano oboiri obombo bwato mubaga. Abande bachakire goteba nga mother in love, nga daughter in love, nga son in love. Lakini tonga inataka salie gesongo. Hakuna in love, ni mother in law, father in law, daughter in law, son in law. Kuna mpaka. That relationship is governed by law. So hauwezi kuwa wewe kama mzee unapigia son in law simu, unamwambia sijalala vizuri, niko mgonjwa, niko hapa Kisii Town, kuna kitu nimeona hakimaisani, unaweza nitumia pesa? Unaharibu kabisa. Hiyo ni kukosa heshima. Iko mzee mmoja alipigia son in law simu akamwambia ampatie, true story, alimwambia ampatie $500,000, 500,000. Kwa nini? Alikuwa anajenga flats, nyumba. Mzee alikuwa ameretire, so kuna hiyo retirement, hiyo pension amepewa. Akaanza alikuwa na kashamba hapa kwa maduka kama hapa Kenyanya for example, kaanza kujenga nyumba. Kafika mahali akahitaji $500,000, $500,000 aweze kumalizia kitu fulani. Badala ya kupigia msichana wake na msichana wake yako na kazi, alipigia ule kijana. Wacha niwaambie vile tunaharibu familia sisi kama wazazi. Akapigia ule kijana akamwambia, my son please nipatie $500,000 nichukulie. Kijana akasema sina hiyo, nichukulie loan please my son, take a loan, nahitaji hiyo pesa urgently. Huyo kijana ni mnyamavu hivi, alitafuta mbele wala nyuma. Unajua ukiitishwa pesa na in-law, father in-law, na we ni kijana umeoa msichana wake, ni ngumu sana, utauza kila kitu mpatie. Alienda akachukua loan, akapatia ule mzee hiyo pesa. Hajaambia bibi yake na mzee hajaambia msichana wake. Sasa ule msichana, bibi akaanza kuona bwanake haongei. Anakuja nyumbani jioni akuli, amenyamaza tu. A few days bwana akahama kwa bedroom, akaenda kulala room nyingine. Bibi anashindwa ni nini imetendeka, akamuuliza ni nini mbaya. Ule alikuwa ni church elder bwanake, akamuuliza what is it? Akanyamaza. After a few days akamwambia hii ndoa imeharibika na imeharibiwa na babake. Sasa yeye hajui babangu ameharibu ndoa aje. Akapigia baba simu akamuuliza mmekuwa mkiongea na nani? Akasema tumeongea, ni mzuri sana, hata amenisaidia, nilikuwa nahitaji $500,000 kumaliza zile flats na amenipatia. Imagine 2 days alinipatia $500,000. Mimi nimefurahi sana. My daughter, ulichagua vizuri, uliolewa vizuri. Karudi kwa nyumba akasema nimeongea na babangu na amefurahi sana, kuna vile ulimsaidia, alikuwa amekwama ile project, umemsaidia. Ule kijana, ule bwana alifunguka, akamwaga maneno, akamwambia babako ananipigia simu, ananiitisha pesa, nilitoa dawari, tukafanya harusi,
ukatoka kwake, na sasa saa hii ananiitisha pesa na hii ndoa imeisha. Wakati walikuja kwangu, ule bwana alisema I'm done. Siwezi kuwa na hapa. Unaweza kuwa ukinisikiza ukisema lakini angefanya hivyo. Ni sawa, angefanya hivyo. Mimi jambo naangalia nasema ni, lakini wewe mzee, kwa nini upigie ule kijana ameoa msichana wako ukimuitisha pesa? Why? Kwa nini ufanye hivyo? Lakini wazazi na sisi tuache tabia mbaya. Tukome. Kama kuna kitu unahitaji, pigia mtoto wako. Wacha kupigia bwanake ama bibi yake. Wewe kama mama unapigia bibi ya kijana wako, ndio unaanza kumpea list. Munipatie hii, munipatie ile, munipatie hii, munipatie ile, unampatia list kubwa. Tafadhali tuheshimiane, tujue hii relationship iko na law. It is called father-in-law, it is called mother-in-law. Jambo lingine la mwisho tukimalizia, ningependa kusema wajane katika hii jamii yetu ya hapa Gusii. Mimi naongea hivyo, nitaongea juu ya wajane kwa sababu babangu alifariki mamangu akiwa na miaka 20 na kitu. Kwa hivyo mamangu amekuwa mjane for many years. She has raised us without a husband. Na ile maneno nimeona nikiwa mtoto mdogo kwa nyumba yetu, ni maneno singetaka mtoto yeyote wa mjane apitie. Yale maneno nimeona ni maneno mazito, hata siwezi sema sahihi kwa sababu kuna watoto. Lakini mimi nauliza, kama ndugu yako amefariki na ameacha mjane, huyo mjane sio bibi yako. Saidia wale watoto, lakini usifanye ule mjane akuwe bibi yako. Erasi mumutwale, yani erasi mutwale mukamumurumino umanya gokonya abana togusari gosoka gaki. Why? Na sasa wewe kama ni mjane, ningependa kukuambia usimame imara, kwa sababu iko germs, iko magonjwa ama ruire naro romontabongeti batige bakuna mokaye aye choke renda abana bao, kwa sababu wewe ndio mzazi pekee. To basa we chwara, usiache mwili wako ukutawale. Na hata akikwambia onye tari gugutwara to basa ngata gokonya abana bao, God is a defender of the widows, is a father of the fatherless. Mungu ndio is a defender wa wajane, na yeye ndio baba wa wale hawana baba. Usidanganyike, because huyu atakuja kuexploit sexually and materially. Atakuexploit kimwili na kuexploit kwa chakula na kuexploit kwa upande zote. So niseme hivi, kama kwa familia zetu iko wale wameachwa kama wajane, na wewe ni brother-in-law, wewe ni sister-in-law, tafadhali watoto wa ndugu yako wasiteseke kwa sababu sijui sababu gani. Wala watoto wa defend, wa protect, wa provide, and you don't have to inherit the wife. Usimchukue na usimtese, usikuwe wewe ndio wa kumtesa. Yuko pastor fulani anaitwa Pastor Osindi, alinifunza jambo sitawahi sahau. Alisema hivi, ukienda kwa mjane, bwana wa mjane ni Yesu. Sasa ukienda kwa mjane, ile maovu unatendea mjane ni kama unataka kudunga Yesu kidole kwa macho, na Yesu mwenyewe ndiye atapigania mjane. Kwa sababu ukienda kwa ile familia iko na mzee, hiyo ni nyumba ya nani fulani, na ule mzee ndiye atainuka pengine na panga ama na kiboko na nini kuprotect the family na physical weapons. Lakini widows are protected by spiritual weapons. Wewe ukijaribu kustretch your hand, na nakuuliza leo, is it possible familia yako mibaraka imefungwa kwa sababu unaangalia ule mjane anateseka pale, na wewe umekaa kando unasema it's none of my business, na wewe unaona wale watoto wameachwa wa ndugu yako wanateseka tu hapo, wewe uko kwako unasema it's none of my business. Miriamu alitengwa kando for 7 days, and for 7 days wale wana wa Israeli safari ilikoma. Pengine kuna mtu safari ya familia yake imekoma kwa sababu ya yale maneno, yale maovu, yale mateso anafanyia wakwe zake. Leo ningependa kuomba sisi wote pamoja na mimi, kwa sababu kuna mambo hata mimi sasa nikifikiria nimefanyia wakwe zangu.
na ni kama singefanyia familia yangu hivyo, lakini kwa sababu ni wakwe wanasema hawa hapana. Na najiuliza saa ile shopping nimekuwa nikifanya, nimekuwa nikishop equally my mother-in-law na mamangu, nimekuwa kweli nikifanya equally. Ukweli kuna mara sijafanya hivyo, na mimi kwa hivyo naomba Mungu anisamehe. Ningependa tuombe sasa tukimaliza, na kama kuna mwenye ameguswa na neno la leo na anataka tuombe pamoja, inua mkono, simama kwenye huko, utasimama kwenye huko, tuombe sisi wote Mungu atusamehe. Because I know kuna maneno nimesema, kuna matendo nimetenda, kuna maneno sijafanya kwa wake zangu, na Mungu atusaidie sisi wote tuweze kuwa wakamilifu na waaminifu kwa wakwe zetu, kwa sababu hatungependa mibaraka ikatizwe na safari ikome kwa sababu ya yale maneno tunatendea wakwe zetu. Hebu na tuombe. Father, in Jesus' name, we thank you so much for teaching us this evening. We praise you, we worship you, and we lift your name on high. Lord, you're all-knowing, you're all-wise. This evening you have taught us the story of Moses and Aaron, who spoke about Moses' wife. Aaron and Miriam, who spoke against Moses' wife, and you dealt with them very firmly. This evening I want to repent. There are things I have done against my in-laws, and your children are also repenting that some things we have done against our in-laws. We pray that you may forgive us. We pray that we may love our in-laws just like the way we love our own families. And if there's somebody here who needs to apologize to their in-laws, give them wisdom. Give them words, oh Lord, that they may this evening speak to their in-laws, and they may apologize. And if there are things that we are doing, I pray that we may stop. Some of us have made our in-laws not to come to church. Some of us have made our in-laws to deny the existence of God, because they're looking at us, we are serving you, and yet the things we are doing, they are not befitting of a Christian. I pray that you may forgive us, that you may wash us our sins, oh God. There are some of us who are feeling bitter, we are feeling angry because of what our in-laws have committed against us. I pray that we may forgive, we may release them unconditionally, oh God. And even where they have done evil to us, I pray that we may not return evil with evil. We may not repay evil with evil, but we may return good for evil, so that your name may be glorified. Be with us this evening. Bless all of us. Bless our in-laws. Bless our family members. Bless us as an entire community. And anybody who has listened to this word this evening, I pray that they may be faithful as in-laws. And if there are any whose blessings have been blocked because of the way they have not treated their in-laws well, I pray that you may open windows of opportunity, that you may bless all of us, that your name may be glorified. For it's in Jesus' name we have prayed and believed. Amen. Get the point. Take a step forward.